الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake, na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, leo nikiwa hapa Masjidu Tawfiq, eneo hili la Manzese maarufu Tip Top, mada yetu, khutba yetu, anwani yake inatuambia, je, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi vipi na jamii? Khutba yetu ya leo ni khutba nzito sana, kwa sababu ni khutba inayomzungumzia mtu mkubwa sana, mtu mzito sana,
khutba yetu ya leo hatuna uwezo wa kugusia maisha yote ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na jamii kwa ujumla. Mada hii siku moja haitoshi, mwezi mmoja hautoshi, hata mwaka mmoja hautoshi kuzungumzia miaka 23 ya utume na unabii wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na namna alivyoishi na jamii. Maisha yake yalikweje? Maisha yake yalikwaje? Aliishi vipi na watu? Alitaamiliana vipi na watu? Alikwaje mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni bahari kubwa isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Naam, bahrun amiqun la sahila lahu. Akhbari za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bahari pana, bahari isiyokuwa na kikomo, bahari yenye kina kirefu sana. Mimi leo nitagusia machache tu kuhusiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mukaddima wa khutba yangu inasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na jamii nzima kama sehemu ya mmoja wao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na jamii kwa huruma ya hali ya juu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na jamii kwa kujishusha kweli kweli na kwa tawadhu ya hali ya juu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na jamii nzima, walio waislamu, wasio waislamu, washirikina, waliokuwa wakiabudia masanamu, mayahudi na manasara. Kwa ujumla aliishi nao kwa utu wa hali ya juu, kiasi ambacho alikuwa akishiriki katika kila jambo na jamii, kiasi ambacho mgeni akijitokeza ghafla hawezi kumjua ni nani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kati ya hawa waliokaa. Naam, hebu leo tuchukue picha ndogo tu ambayo itatokana na nukta kama 7. Khutba yangu ya leo itatokana na nukta kama 7. Namuomba Rahman alladhi allama alquran an yuwafikishe khutba itoke katika moyo wangu na iende kujikita katika nyoyo zenu. Picha fupi tu kuhusiana na namna mtume wetu alivyoishi na jamii nzima kwa ujumla. Nukta ya kwanza, tutatazama kwa ufupi sana namna mtume wetu alivyoishi na watoto. Nukta ya pili, namna mtume wetu alivyoishi na wanawake wote kwa ujumla, walio wafuasi wake na wasio wafuasi wake. Nukta ya tatu, namna alivyoishi na kaumu yake, wale ambao ametumwa kwao na vituko walivyomfanyia. Nukta ya 4, namna mtume wetu alivyoishi na maadui zake. Ama nukta ya 5, namna mtume wetu alivyoishi na wale waliokuwa wakimkosea adabu hadharani. Nukta ya 6, mtume wetu Muhammad alivyoishi na wajinga, wasiosoma,
ambao kwa ujinga wao walikuwa wakimkosea kwa namna moja ama nyingine. Ama nukta ya 7, namna mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoishi na watumishi wake wa ndani. Moja kwa moja nianze na namna mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alivyoishi na jamii ya watoto wadogo. Al-Imamu Abu Daud anatupokelea katika sahihi yake hadithi nambari 2150, hadithi aliyopata kuisimulia sahaba Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Anas ambaye alimtumikia bwana mtume Muhammad kama mtumishi wake wa ndani, akimpelekea mahitaji yake madogo madogo, maji ya kutawadhia na mengineyo. Anas aliyefanya kazi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam miaka 10, anatuhadithia, anatusimulia, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nasi khuluqa. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu mwenye tabia njema nambari 1 kuliko watu wote. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair, na nilikuwa nina mdogo wangu anaitwa Abu Umair. Wa kana fatiman, na mdogo wangu alikuwa ni mjanja kweli kweli, alikuwa na akili nyingi sana licha ya utoto wake. Fakana idha jaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faraahu, mtume sallallahu alayhi wasallam anapokuja kwangu mimi Anas, akimwona mdogo wangu anayeitwa Abu Umair, alikuwa akimtania, alikuwa akiekti mtume na yeye ni mtoto kama yeye. Subhanallah, akikana watoto utadhani ni mtoto mwenzao. Akawa anamtania mtoto mdogo, anamwambia ya Aba Umair, madha faala an-Nughair. Aba Umair, mtoto mdogo huyo, ndege wako an-Nughair kafanya nini? Kwa sababu mdogo wa Anas alikuwa na ndege anapenda kucheza naye, ndege mdogo, ndege mnyama, na mtume kila akiingia anamkuta Abu Umair mdogo wake na Anas yuko busy na ndege wake. Kwa hiyo mtume alikuwa akijishusha, anamwambia wewe Abu Umair, niambie basi ndege wako ana hali gani? Huyu ndiye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali katika kitabu cha Ash-Shama'il al-Muhammadiyya kinasema ya kuwa akiwaona watoto wakicheza alikuwa hawapuuzi, anawasalimia na kuwapapasa vichwa vyao. Kama hili alitoshi, alikuwa si nyang'ao kama mimi na wewe. Msikitini watoto alikuwa anawapa priority kubwa sana. Wajukuu zake Al-Hasan na Al-Husain wakiingia msikitini anaswali nao mbele hapa, tofauti na baadhi ya maimamu wa Dar es Salaam, jiji la gharama. Watoto nyuma, hawatakiwi mbele, na wakiswali nyuma ndo fujo kwenda mbele, na hawatojifunza kuswali. Kama hili alitoshi, siku moja akiwa juu ya mimbar siku ya Ijumaa, mjukuu wake Al-Hasan na Al-Husain walichelewa. Mama yao Fatima aliwaandaa kwa kuchelewa, aliwavalisha nguo yenye rangi fulani ya uwekundu. Wakati wanaingia na msikiti umeshona, ameacha khutba ya Ijumaa, kashuka mpaka chini kwenda kuwalaki wajukuu zake na akawaleta mbele. Aliporudi mimbarini akacheka, sema ama kweli Allah kasema kweli,
pale aliposema innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitna. Hamuoni hawa wamenishughulisha mpaka wamenishusha juu ya mimbar? Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mmoja ya wajukuu zake, imamu wa maimamu, kiongozi wa viongozi, bwana wa manabii na mitume wote. Mtume Muhammad anaswali, mjukuu wake kamparamia mgongoni, na Mtume kasujudu, karefusha sijda kiasi ambacho baadhi ya masahaba wakadhani Mtume amekufa. Anaulizwa baadaye, Rasulullah, mbona sijda yako ilikuwa ni ndefu? Anasema, mjukuu wangu amenishughulisha, kanipanda mgongoni, nikaona tabu kurudi, nitamwangusha, nimemwacha kwanza acheze amalize mchezo wake. Hadithi sahihi za bwana Mtume Muhammad. Huyo ndo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam upande wa watoto. Siku moja sasa, angalia kisa cha kugawa maziwa ya bwana Mtume Muhammad. Mtoto mmoja mdogo, mtoto mwenye akili, utadhani ni mtoto wa Dar es Salaam jiji la gharama, utadhani ni mtoto wa kwetu TMK wanaume, mdogo kachanganyika na watu wazima. Al-Imam al-Bukhari anatusimulia kisa hichi, hebu kipokee. Al-Bukhari anasema katika Sahih al-Bukhari hadithi nambari 2366, hadithi ya Sa'd ibn Sahl, anasema utiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqadhin, aliletewa siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam bakuli iliyojaa ndani yake maziwa, bakuli yaliyojaa ndani yake maziwa. Fasharib, akayanywa. Wa an yaminihi ghulamun huwa ahdathul qaumi, akatazama kuliani kwake. Sasa anataka kugawa bakuli, kila mmoja apige pafu yake. Kutazama kuliani kwake mtoto mdogo. Wa an wal ashyakhu an yasarihi, watu wazima kushotoni kwake. Na yeye kafundisha katika sunna yake, al-aymanu fal-ayman, siku zote anzeni na mkono wa kulia, usianze na mkono wa kushoto. Akaona sasa nianze na mtoto au nianze na wazee? Hapana, siwezi kuanza na wazee, wamekaa kushoto hawa. Akamtaka idhini mtoto mdogo. Subhanallah, anataka ruhusa ya mtoto. Hebu angalieni kujishusha kulikokuwa kukubwa sana. Kuliani kwake kuna mtoto wa mjini, kushotoni kwake kuna wazee. Sera yake bakuli lazima anze na mtoto aliyekuliani kwake. Akasema sasa itakuwaje? Akazungumza la kijana, akasema, ya ghulam atadhanu li, kijana, mtoto, unanipa ruhusa nianze na wazee? Atadhanu li an u'ti al-ashyakh, unanipa idhini nianze kuwapa hawa watu wazima? Kwa sababu ni haki yako kupewa wewe wa kwanza, umekaa kuliani kwangu. Mtoto wa mjini akakataa bwana, akasema, ma kuntu liuthira binasibi minka ahada. Akasema, ya Rasulullah, mimi ni mtoto wa mjini, hii ni bahati. Bakuli linatoka katika mdomo wako, kwenye kinywa chako, mtu wa pili kupokea pasi ni mimi. Niwaachie wazee, niwe fungu la kukosa, niwe mtu wa mwisho? Wallahi siko tayari, haki yangu hii. Nataka mdomo wangu ukae pale ulipokaa mdomo wako. Akafanya nini? Akatabasamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'atahu iyah, kisha akampa maziwa mtoto. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hivi ndivyo alivyokuwa akiishi na watoto, na hii ndio nukta ya kwanza ya watoto, jamii ya watoto wadogo.
Kama ile alitoshi namna alivyokuwa akipenda watoto, mama mmoja alimbeba mtoto mgongoni. Mtoto akashafikisha miaka 2 anakwenda 3 hazungumzi, kwa sababu ni Mtume, kashajua tatizo la mtoto. Akamwambia, vipi huyu kamanda, umri huu nambeba? Akasema, ya Rasulullah, mtoto wangu amechelewa kutembea, amechelewa kuzungumza, umri huu watoto wanakimbizana, mtihani huu Allah kanipa. Mtume alipomtazama, kumbe amegundua mtoto ana tatizo, akamwendea kwa nyuma, akamfungua mdomo wa mtoto, akamtemea mate. Na pale pale Mtume anaondoka, wakati wa kurudi anakutana na mama, badala ya kumbeba mgongoni kamanda, anatembea kwa miguu yake. Hundo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Njoo sasa uangalie namna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoishi na jamii ambayo yeye aliagizwa aende kuifikishia ujumbe wa Allah. Al-Imam al-Bukhari anatupokelea hadithi hii katika sahihi yake, hadithi nambari 6072, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Anatuambia nini sasa? Kabla ya jamii aliyotumwa kwao, hebu tuangalie namna alivyokuwa akiishi na wasichana, vitoto vidogo vidogo, miaka 5, miaka 6, miaka 9, kabla ya kubaligh. Al-Imam al-Bukhari anasema, إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة بحاجتها. anasema tukiwa tumeketi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mabinti wadogo wanakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakuja mtoto wa kike mdogo hajabaligha, anamshika Mtume mkono, anamwambia Rasulullah, na shida na wewe, na anachomoka na Mtume. Masaa yanakatika, haijulikani binti ana shida gani na Mtume. Masahaba mpaka wanapata hofu. Watoto ni watoto, Sheikh. Mtoto kimpa muda wako anaweza akakupotezea. Mpaka watoto wadogo wakitaka ya kwao hawaombi pipi kwa baba zao, wala chokoleti kwa baba zao, wala tende kwa baba zao, wala maziwa kwa baba zao. Wanajua baba wa watoto ni Sayyiduna Muhammad. Anamshika mkono, ya Rasulullah, twende, na shida na wewe. Anaenda naye wapi sasa? Madukani, nataka hiki, nataka kile, anawapatia, kisha anarudi tena, wanamshika mkono, na mkono hawautupi, kawashikilia kama vile yeye ni babu yao au baba yao mzazi. Huyu ni Mtume Muhammad, ndugu zangu, sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam At-Tirmidhi anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 240. Tazameni namna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoishi na akina mama. Alikuwa hapuuzi wanawake kama sisi tunavyopuuza. Salatul Eid anatoa khutba kwenye uwanja, kwenye musalla. Akimaliza kuzungumza, anakwenda upande wa kina mama, anawapa tena mawaidha. Pengine hawajapata kumsikiliza vizuri, hawajamsikia vizuri kwa sababu ya kulikuwa hakuna maiki. Kama hili halitoshi, wanawake mara ngapi wanakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hajawahi kuwapuuza. Siku moja katunga khutba maalum ya kuwagonga, kuwapiga spana kina baba. Anasema, laqad tafa
biali Muhammadin nisaun kathir, nyumbani kwangu wanawake wanakuja sana. Kulluhunna yashkuna azwajahunna, wanawake wote wanaokuja nyumbani kwangu wana malalamiko, wanawalalamikia waume zao, hawajui kuishi nao kwa wema. Kisha akasema ala ulaikum laysu bikhiyarikum, hao wanaume wasiojua kuishi kwa wema, kwa ihsan, wasiojua kuishi vizuri na wake zao, hawana ubora wowote mbele ya Allah. Njoo sasa usikilize al-Imamu at-Tirmidhi anatuambiaje katika sahihi yake, hadithi nambari 240. Bibi kizee ajuza mwenye mkongoja wake anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anna ajuzan أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. كاجا bibi anamkongoja, ana mguu tatu, mgongo umepinda. Ya Rasulullah, nimekuja kwako kama unavyoona na miguu mitatu. Sasa umri umeenda, kaburi nalisogelea. Ya Rasulullah, naomba dua zako, niombee kwa Allah anijalie niwe miongoni mwa watu wa peponi. Kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Bibi kizee anamvaa Mtume Muhammad mbele ya masahaba na wanaume, anamwambia Rasulullah, mimi nimekwisha kuwa maji ya jioni, jua la saa 12 jioni, niombee dua Allah nijalie niwe miongoni mwa watu wa peponi. Kipi na ni yapi? aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bimaqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. bibi kizee mmoja, ajuza mmoja, aliyekuwa na mguu tatu, mkongoja wake, fimbo lake, amekuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ud'u Allah an yudkhilani aljanna, niombe kwa Allah aniingize peponi. Kipi sasa kilichotokea? Yapi sasa yaliyojiri? Akaanza kumtania, subhanallah, akamwambia ya umma fulan, ewe mama fulani, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Ukaya ukifahamu peponi ajuza hawezi kuingia. Bibi kizee aliyejiishia peponi haingii. Kisha akanyuti, akaskuti, akanyamaza. Bibi akafanyaje? Fawalla tabki, bibi akageuka analia, ole wangu mimi, sijui uko niendako, Mtume kaniambia sitoingia peponi mimi. Akacheka sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia masahaba zake, nendeni mkamwambie yule bibi Mtume anasemaje, akhbiruha, mwambieni Mtume anasema annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Sijakusudia hivyo alivyoelewa yeye, na kusudia hivi, peponi utaingia, kamwombea dua njema kuingia peponi, lakini hautokuwa na miguu mitatu kama hivi na mgongo umepinda. Peponi hawatoingia wazee, yani hatutokuwa wazee, umri utarejeshwa. Katika hadithi iliyo sahihi, umri wa watu wa peponi wote miaka 33. Sheikh,
na watu wa peponi wote kila mmoja ana mathna, bi mkubwa na bi mdogo, na kila mmoja wetu atapewa nguvu za kiume sawa na wanaume 100, wanaume ngangari, sio wanaume walkasusi. Kwa hiyo jinsi anavyojua kuzungumza na watu, huruma, ucheshi, upendo na mzaha pia alikuwa nazo. Si kwamba alikuwa hatani, anatania mwenyewe akasema mimi sina matani ya kipuuzi, nikitania natania jambo la haki. Na ndipo akamwambia huyu mama, peponi hatoingia bibi kizee. Hakumwambia hutoingia peponi, hatoingia mzee. Bibi akaelewa hivyo alivyoelewa, akamwambia masahaba, nendeni mkamwambie kanielewa vibaya, insha Allah ataingia, lakini hatokuwa katika hali hii ya uzee na uajuza. Kama hili alitoshi ndugu zangu, njoo sasa uone Mtume sallallahu alayhi wasallam namna watu wake walivyomkosea. Alitumwa kwa watu wake, kwa Makuraish, na ametumwa kwa ulimwengu mzima. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jamia, waambie enyi watu, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote. Mtume pekee aliyetumwa kwa walimwengu mzima ni Muhammad babu. Tena ametumwa kwa athaqalaini, wanadamu na majini, awaongoze waache madhambi, waache kukosea, waache kufanya maasi. Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam swali zito sana. Al-Imam al-Bukhari anatusimulia hadithi hii na ametupokelea katika sahihi yake kwa nambari 3231, na al-Imam Muslim pia anatupokelea katika sahihi yake kwa nambari 1795. Bibi Aisha anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Ewe Mtume wa Allah, hebu niambie, kuna siku ngumu ulioishi ndani yake kama vita vya Uhud, kama siku ya vita vya Uhud? Unajua yapi aliyomkuta katika vita vya Uhud? Vita vya Uhud Mtume alipasuliwa kichwa chake, damu iliroa, alirowesha mwili wake wote kwa damu yake tukufu. Vita vya Uhud Mtume alivunjwa, aling'olewa meno, kaondoka duniani jino moja hana. Vita vya Uhud ami yake Hamza, baba yake mdogo toka ni kutoke, ameuawa na maini yake akaliwa. Vita vya Uhud alikosa masahaba takriban zaidi ya 70. Alikuwa na stresi kubwa sana, mpaka pakatoka uvumi kwamba Mtume ameuawa na yeye katika vita vya Uhud. Ya Rasulullah, hivi kuna siku ngumu kwako kama siku ya vita vya Uhud? Aisha anauliza. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, vita vya Uhud vilikuwa ni cha mtoto. Hakuna siku nimepata stress, dhiki, tafash, huzuni, mnyonge. Sikiliza, anamwambia, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Ewe Aisha, yamenipitia mengi yamenikuta, nimepata mapigo mazito. Hakuna siku nilipata pigo nzito kama siku ya al-Aqaba. Yapi sasa yaliyokukuta ya Rasulullah? Anasema, idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalal ibni abdi Kulal. Ametoka Makka, walimfurumusha, akafika Taif, waliungana ndugu zangu, wakamwita mudhammaman, mtu wahovyo kabisa, wakamwita mwenda wazimu, wakamwita mchawi,
kelele zimekuwa ni nyingi, watu wakakusanyika dhidi yake, amepigwa mawe mpaka viatu vyake vimeroa kwa damu, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anasema nimejikuta mpweke, wamenitoa katika mji wangu niliozaliwa, mji wa Makka, nafika Taif napigwa mawe, sina pa kwenda, kila mtu kafunga nyumba yake, sijui nitakuwa mgeni wa nani. Ndipo nikaenda katika nyumba ya Ibn Abdi Yalil Ibn Abdi Kulal, nimepiga hodi, nikaomba msaada, nikaomba ulinzi, nikaomba hifadhi. Falam yujibni ila ma aradtu, wakanitolea nje. Fikiria wewe, huko nyuma kuna maelfu ya watoto na vijana, wanaume na wanawake, wanakukimbiza, wanakupigia kelele ya mwenda wazimu, kelele ya mchawi, kelele ya mwanga, alafu nyumba zote zimefungwa, pa kwenda huna, damu zinakutoka mwili mzima. Anasema nilipoona nyumba zote zimefungwa, sitakiwi, anasema nimetoka, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, nimetoka ili hali huzuni imetawala nafsi yangu, uso wangu umezodoka, uso wangu umejaa huzuni na stressi na dhiki na tafash, nimejikuta natembea. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. Tahamaki nimejikuta nimekata kilomita nyingi sana, tahamaki, stressi zinaanza kupungua, najikuta nimefika eneo la Qarnu Thaalib. Kafika mbali, kumbe alikuwa hata hajui kama anatembea, ana mawazo maskini. Farafa'tu ra'si, nikanyanyua kichwa changu, nikasema ala, kumbe niko eneo hili, kumbe nimefika mbali kwa ngoko, kwa mguu. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, tahamaki naona wingu linashuka linanikinga na jua. Fanadhartu, nikatazama wingu, فإذا فيها جبريل عليه السلام, tahamaki wingu hilo, kumbe Jibril alayhi salam ndiye yumo ndani ya wingu. Komando Jibril, mwenye mbawa 600, mkuu wa malaika, mwamba wa miambani, kashuka haraka kumfariji bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema nilipotazama wingu na Jibril nimemwona live, sahiba wangu, rafiki yangu, mwalimu wangu. Fanadani, akanita, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka, hakika ya Allah tayari amekwisha sikia majibu ya watu wako kwako. Wama raddu alayka, hakika ya Allah amekwisha sikia kauli ya watu wako juu yako, walivyokutukana, wakakupaka matope, mchawi, mwanga, msema uongo, mpenda wanawake, mtu wa hovyo, yote haya kayasikia. Wama raddu alayka, na majibu waliokupa. Waqad ba'atha Allahu malaka aljibal, hapa ninaye malaika wa majabali, malaika anayehusika na milima na majabali, huyo hapa ninaye. Litamurahu bima shi'ta fihim, Allah anakuambia toa amri tu awateketeze. Kisha anasema malaika wa majabali akanisalimia. Fanadani malakul jibal, malaika wa majabali na yeye akanisemesha, kaninadi.
فسلم علي كنسلميا ثم قال كشا كنيامبيا يا محمد اي محمد إن الله قد سمع قول قومك لك حقيقة يا الله amekwisha sikia yote waliokuambia watu wako wa ana malakul jibal na mimi ndo malaika ninayehusika na milima وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت الله kanituma kwako kaniambia nije nikusikilize unaniamrisha nini toa amri tu toa amri in shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn ukitaka toa amri si Makkah katikati ya milima miwili mlima mkubwa wa kulia mlima wa kushoto wao wanaishi katikati anasema mimi ndio ninahusika na majabali niyakamate hivi niyasogeze niwabamize kama chapati niwamalize kabisa toa amri wewe si wa kufanyiwa hivyo hawana adabu hawa nipe amri nikamate milima miwili kisha niwabamize niwasage sage ungekuwa mimi au wewe afadhali watanikoma malizao alisemaje damu zinamtoka huzuni imeenea katika mwili wake mpweke hana mtu anasema bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a hapana hapana malaika wa majabali usifanye hivyo hapana Jibril usiwaadhibu hawajui watendalo kama wao wamenikataa nataraji Allah atatoa katika migongo yao vizazi vitakavyomjua Allah na vitakavyomwabudia Allah na wasimshirikishe na kitu chochote huyo ndio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama hili alitoshi mwaka wa 8 wa ukombozi mwaka wa 8 wa ukombozi wa Makkah sote mnajua mji wa Makkah alifukuzwa alihamia Madina mji wa Makkah uko chini ya utawala wa washirikina Al-Kaaba ina masanamu 300 karibia na 60 masanamu yamejaa ndani ya Al-Kaaba mwaka wa 8 Allah kampa uwezo wa kurudi na kugomboa mji wa Makkah katika fathu Makkah akashinda katika vita hivyo Al-Kaaba ikarudi msikiti mtukufu wa Makkah ukarudi katika mikono yake mpaka leo uko chini ya Waislamu na Allah ujalie uendelee kuwa chini ya Waislamu na msikiti wa Madina vile vile msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Allah aurejeshe msikiti wa Al-Aqsa Baitul Maqdis kutoka katika mikono ya wahuni Mayahudi semeni amin amin wakutekwa wametekwa wakafungiwa ndani kwenye mahabusu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaingia kwenye Al-Kaaba akawa anayavunja masanamu kwa mkono wake huko anasema waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil sema haki imekwisha fika batil imekwisha toweka innal batila kana zahuqa hakika siku zote haki ikija batil lazima yitenge huko anapiga takbira na mtukuza Allah ameusafisha msikiti wa Makkah kutokana na najis za masanamu baadaye anatoa amri kila aliyejificha katika nyumba yake msimdhuru waman dakhala baita abi sufyan fahuwa amin atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan mpeni amani waman dakhala albayta alharama fahuwa amin watakao kimbilia kwenye msikiti huu akajificha humu ndani wapeni amani msiwaguse siku ya pili ya Rasulullah tumeteka vya kutosha wako wapi katika mahbusu anakwenda anasema fungueni geti linafunguliwa akiwatazama watu waliompiga vita kwa miaka 18 au zaidi
miaka 18 au zaidi, sura zao manyang'au wote wamejaa. Akawatazama akamwambia Abubakar, nishauri ni wafanyaji hawa. Abubakar kama alivyo maskini, ya Rasulullah, wengi ni jamaa zako, Makuraish wenzako, Bani Hashim wenzako, waonyeshe ukubwa wa moyo wako, wasamehe. Umar, na unasemaje? Ya Rasulullah, wahuni hawa wametusumbua miaka 18, wangepata fursa wakakuteka wewe, wangekumaliza hao. Akacheka, sema wewe Umar, wewe ni kama Nabii Nuh, na wewe Abu Bakar ni kama Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha akawageukia, ma tarawna anni fa'ilun bikum, semeni mnahisi nitawafanyaje? Maadui wote wakasema, akhun karimun wa ibnu akhin karim, wewe ni ndugu mkarimu, huna roho mbaya hata kidogo, na baba yako alikuwa ni mtu mwema sana. Wewe ni ndugu mwema, baba yako alikuwa ni mwema, tunaamini kwa asilimia zote hautolipiza kisasi, hautofanya chochote. Ingekuwa mimi na wewe mnanitengeneza, sio? Mnanitengeneza mnajifanya watoto wa mjini, sio? Hapa atoki mtu hapo. Akacheka akamwambia, idhhabu fa antum tulaqa, wafungulie milango, nendeni, kuanzia sasa mko huru, msiwafanye chochote. Vipi wewe leo unajiita mfuasi wa Mtume Muhammad, huna roho ya Mtume Muhammad? Vipi wewe leo unajiita mpenzi wa Mtume Muhammad, huna tabia za Mtume Muhammad? Vipi leo wewe unajiita mtu wa sunna za Mtume Muhammad, huna akhlaqi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ndugu zangu, naomba nitumie walau dakika 2 hadi 3 nimalize khutba yangu hii. Kuna kisa hapa kizuri, kisikilizeni vizuri. Al-Imam al-Bukhari anakisimulia, ametupokelea katika sahihi yake kwa nambari 3149, na al-Imam Muslim katika sahihi yake kwa nambari 1057. Sikilizeni vituko sasa. Anas ibn Malik anasema, kuntu amshi ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa alayhi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah. Siku moja nilikuwa natembea na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alivaa shuka, alijifunika shuka mabegani, kutoka nchi za Najran, maeneo ya Yemen, kizito kidogo, kulikuwa na baridi kali, kwa Mtume kajifunika na shuka lake. Fa adrakahu a'rabiyun, badui katoka huko alikotoka, kamvaa Mtume, kamvamia Mtume. Kamfanyaje? Fajadhabahu jadhbatan shadidatan, akamkuda Mtume. Bedui anamkuda Mtume, anamkamata na ile shuka lake, anamkaba hivi. Hatta nadhartu ila safhati atiqi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqad atharahu bihi hashiyatu ar-ridai min shiddati jadhbatihi. Anasema alipomwachia, shingo lote la Mtume lina alama namna alivyomkaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nini tatizo? Bedui, nini shida yako? Kumbe bedui anataka mzigo, anataka pesa. Thumma qala, kisha kasema, ya Muhammad, ya Muhammad, murli min mali Allah alladhi indaka, almalu laysa bimalika. Muhammad, nimepata taarifa baitul mali imejaa zaka, toa amri nipewe mali ya Allah, si yako. Angalia utovu wa adabu. Mali si yako, mzigo umeingia katika baitul mal, na shida mie, toa amri wanipe mali mimi hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam faltafata ilayya, akamgeukia, fadhahik, kacheka bwana, kacheka. Unajua kicheko ina maana gani?
Mtume naye alikuwa ni mtoto wa mjini kabisa kabisa. Kicheko kwamba yani hizi kelele zote, fujo, kunikuda, kunikaba, kuniumiza, si ungekuja kusema tu bana nataka mali tu bana. Haya, angekuwa mimi na wewe hapa kitoki kitu. Thumma amara bi'ata'ihi, akatoa amri, Anas waambie mfungulie abebe anachokitaka. Huo ndo Muhammad. Mswalieni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naomba baada ya khutba nikupeni kisa cha bedui aliyekojoa katika msikiti wa Mtume Muhammad. Hiyo ni baada ya khutba insha Allah. Hivi sasa naomba nimalize na visa viwili. Al-Imam Abu Daud anapokea kisa hichi katika sahihi yake kwa nambari 4512. Wakati wa vita vya Khaybar, mwanamke wa Kiyahudi alimchinjia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbuzi mzima, na akampika vizuri na akachanganya na nyama. Imesema usiendelee kunila ewe Mtume wa Allah, hakika yangu nimejazwa sumu. Ndipo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anawatuma masahaba wakamtafute mwanamke wa Kiyahudi wamlete pale mbele yake. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Anamwambia alipofika sasa anamwambia, ma hamalaki ala alladhi sana'ti, wewe mama, kitu gani kimekupelekea kuniletea nyama ukajaza ndani yake sumu? Myahudi hana mshipa wa haya, anasema in kunta nabiyyan lam yadhurruka alladhi sana'tu, nataka nikutest kama wako ni nabii hautodhurika. Wa in kunta malikan, na kama wewe ni mfalme tu unawazuga hapo unawazuga hawa wanatafuta uongozi, arahtu nasa minka, na wapumzisha watu, maana umekuwa ni tatizo, umekuwa kero katika mji huu. Faradda alaiha sallallahu alayhi wasallam qaila, akamjibu kwa tabasamu, anamwambia ma kana Allahu liyusallitaki ala dhalik, Allah hawezi kukupa uthubutu huo wa kuniondoa duniani. Allah hawezi kukupa kibali hicho cha wewe kuniua mimi. Masahaba wakachomoa visu vyao, rungu zao, mikuki, mapanga, ya Rasulullah. Huyo kumalizwa akatabasamu akasema mwacheni, wacha ende zake. Wanasema masahaba kina Anas, kila tukikutana naye mitaani tunakumbuka tukio baya alilolifanya kwa Mtume, tunashindwa kumgusa. Riwaya mmoja wapo inaonyesha Mtume alipoondoka duniani tu walikula naye sahani moja. Huyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niwasomee aya mbili. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wala hatujakutuma ewe Muhammad isipokuwa uje kuwa ni rahma kwa walimwengu mzima. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rahma za Allah alizozishusha kwako, alizozijaza kwako, linta lahum, umekuwa laini kwao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, na ungelikuwa una maneno mabaya, maneno ya kero, matusi, kebehi, na moyo mbaya, moyo mgumu, roho mbaya, roho ya kisokolo kwinyo, wasingelikuzunguka. Usimgemkuta hata mmoja akiwa pembezoni mwako angekukimbia.
Hundo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hivi ndivyo walivyoishi na jamii. Kama kweli tunampenda, tuige mwenendo wake, sunna zake, tujipambe na tabia zake. Tabia zake zilikuwa zinapelekea watu kukua Waislamu kabla hata hawajamsikia kinywa chake kinasemaje. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم لقد عجز الطبيب فداونا، اللهم لقد عم الأمراض فنجنا، اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.